Bwana, ngoja nikwambie kitu kimoja. Usiache kumsalimia mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kama huyo mtu unaona kabisa kwamba ameanguka katika dhambi, yaani usiache kabisa kumsalimia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hukumu ya dhambi inakaa ndani ya nafsi, na sisi huwa tunafanya makosa makubwa sana, kwa sababu tunapoona mtu amepotea, iwe ni katika kwaya, iwe ni shule, basi yani unaona kabisa kwamba haifai tena kumpa updates. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja leo kwamba unapomkumbusha mtu kitu fulani, hata kama hahusiki katika hicho kitu, mara nyingi kuna hukumu ambayo inakuwa ndani yake. Sisi tunaelewana hapo? Yani ile kumwambia Bwana Yesu asifiwe, kuna mbegu ya hukumu ambayo unaipanda ndani yake, ambayo inamwezesha kumrudisha katika imani. Sasa unakuta sisi tunapenda sana kuhukumu, yani unakuta kwamba Roho Mtakatifu mwenyewe huwa anatuvizia mara kwa mara. Yani mtu anaona kabisa kwamba huyu hapa ameshaondoka katika misingi ya kimungu, lakini anapoona kuna toba fulani inakuja, anajisogeza karibu, anajisogeza karibu kabisa, yani ili aweze kukuvuta. Unaona bwana, yani anatuvizia kabisa, yani anakaa karibu. Lakini sisi unakuta kwamba mtu akishaona kwamba huyu bwana alikuwa anakuja kanisani, alikuwa ameokoka, lakini sasa hivi unakuta hata ile salamu unaacha kabisa kumwambia Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya hivyo unakuwa umefanya makosa makubwa sana yani. Lakini kuna nini, utakuwa umepanda mbegu bila wewe mwenyewe kujua. Kuna hukumu fulani ambayo unaitengeneza ndani ya yule mtu, hukumu ambayo inaweza kumrejesha katika imani. Kwa hiyo usiache kabisa yani. Na hata kwa wale wanafunzi ambao wako mashuleni, penda sana kumkumbusha rafiki yako kwamba bwana, jana tumejifunza labda entrepreneurship, tumejifunza mambo ya encryption, si unanielewa mambo ya data processing, unaona bwana, yani tumejifunza namna ya kutengeneza password na namna ya kulinda vitu vyetu, vitu kama hivyo. Hata kama huyo mtu ameacha shule, kuna mbegu ambayo unaipanda ya kumfanya yeye ajione kwamba ana deni, lakini pia inampa hamasa, kama labda alikuwa anadaiwa ada, au labda kama alivuta tuna mambo ya dunia akaona kwamba elimu haina maana tena. Wewe utakuwa wewe umemsaidia kumkumbusha, iwe ni kanisani, iwe ni kazini, iwe ni katika masuala ya maigizo. Penda sana kumkumbusha mtu ambaye ameacha kitu fulani. Yani wewe ambaye bado unaendelea, hebu jaribu kumkumbushia kuna kitu fulani ambacho unatengeneza, iwe ni kazini, iwe ni kitu gani, yani kitu chochote kile ambacho ulikuwa unafanya na mtu, alafu mtu akaacha akaondoka, alafu ukamwona tu yuko mtaani. Utakapokuwa unafanya hivyo, utakuwa umefanya kazi ya Mungu, lakini pia utakuwa umefanya kazi ya kumrejesha mtu katika jambo fulani. Kwa hiyo ukiona mtu labda alikuwa ni mpendwa, ameokoka na haonekani tena katika madhabahu, haonekani tena kanisani, penda sana kumpa salamu ya Bwana Yesu asifiwe.